Kuna kampuni moja iliwahi kutawala dunia. Kila mtu aliimiliki, kila mtu aliihitaji, lakini leo karibu imepotea. Cha kushangaza zaidi, hawakufanya kosa lolote. Miaka ya nyuma kidogo, ukisema simu, jina la kwanza lililokuja kichwani kwa watu wengi lilikuwa Nokia. Ilikuwa sio tu kampuni, ilikuwa ni utawala. Simu zao zilikuwa imara, betri na dumu, na hata zikianguka mara 100 zinaendelea kufanya kazi. Kwa kifupi, walikuwa wanashinda kila kona ya soko. Lakini mwaka 2007 kitu kilibadilika. Kampuni moja ilitoka kimya kimya ikaja na kitu kipya kabisa. Ilikuwa ni Apple, wakitoa simu yao ya kwanza ya kisasa, iPhone. Wakati huo, Nokia waliona kama kitu kidogo. Hawakuhisi tishio. Walikuwa juu sana, mpaka hawakuona mabadiliko yanakuja chini yao. Ndipo Google wakaingia sokoni na Android. Dunia ya simu ikaanza kubadilika. Touch screen, apps, internet ya kasi, uzoefu mpya kabisa. Lakini Nokia waliendelea kushikilia mfumo wao wa zamani. Si kwa sababu walikuwa wajinga, si kwa sababu hawakuwa hawajui. La hasha, walikuwa na uzoefu, walikuwa na soko, lakini hawakubadilika kwa wakati. Na hapo ndipo walipoanza kupoteza kila kitu. Baada ya kuanguka, mmoja wa viongozi wao alisema maneno haya: hatukufanya kosa lolote, lakini bado tukapoteza. Hii sio hadithi ya simu tu, hii ni hadithi ya maisha. Angalia maisha yetu hapa Tanzania. Kuna mtu anamaliza chuo, anapata degree, halafu anaacha kujifunza. Anaamini kila alichonacho kinatosha maisha yote. Lakini dunia inabadilika. Leo kuna AI, kuna biashara mtandaoni, kuna digital marketing, kuna freelancing. Mtu ambaye hajifunzi haya mambo anajikuta anabaki nyuma bila kujua. Sio kwamba hana akili, sio kwamba hajitahidi, bali hakubadilika. Kuna wafanya biashara Kariakoo, walikuwa wanauza sana zamani, lakini leo kuna watu wanauza kupitia Instagram, TikTok na WhatsApp business. Mteja hatoki tena kwenda dukani, anabaki nyumbani, anaagiza. Yule ambaye hajabadilika anaanza kusema, biashara imekuwa ngumu siku hizi. Lakini ukweli ni huu, biashara haijawa ngumu, wewe hujabadilika. Dunia haikusubiri Nokia na haitakusubiri wewe. Ukisimama, dunia inaendelea. Ukikataa kujifunza, wengine wanajifunza. Ukikataa kubadilika, wengine wanabadilika. Na mwisho wake, utaachwa. Jiulize leo, ni kitu gani kipya umejifunza mwezi huu? Ni ujuzi gani unaoenda na dunia ya leo? Usiwe kama Nokia, uliyekuwa juu halafu kaanguka kimya kimya. Badilika kabla dunia haijakulazimisha kubadilika. Kama umeelewa ujumbe huu, andika kwenye comments kuwa umeelewa. Kwa sababu kwenye dunia ya leo, ushindi si kwa mwenye nguvu, bali kwa anayejifunza na kubadilika haraka.